Tunamshukuru Mwenyezi Mungu aliyetuamsha salama na tumeamka salama kabisa siku ya Jumatatu ya tarehe 1 mwezi wa 6 hapa tukiwa na afya tele kabisa. Huku kuna mambo mengi zaidi ya kimpira yanayotarajia kujiri kuanzia kesho na siku zingine zinazokuja pale, na karibu muda si mrefu tutazikaribisha fainali za kombe la dunia pale. Kwa ni wakati muafaka wa kila mtu kuchagua timu yake ambaye atakayesafiri naye. Nimeona ngoja nitie neno kidogo kuhusiana na vijana wale miaka 17 wale ambao huenda kesho Mungu akijalia kama mida ya saa 4 usiku hivi wanaweza wanacheza fainali na Senegali pale. Hilo ni jambo la kitaifa na ndio maana niko kwenye bango langu la mliozoea watu, lakini leo nazungumzia masuala ya kitaifa. Yaani ni mzalendo. Leo mimi ni mzalendo, nazungumzia masuala ya Tanzania, masuala ya taifa. Kwa sababu tuna mechi moja ngumu zaidi ambayo tunaenda kucheza na Senegali pale. Kwa hiyo ni jukumu la kila mdau wote wa mpira wa Tanzania kuiombea dua timu yetu ya wale watoto wa miaka 17 wale waweze kushinda na kurudi na kombe waweze kushinda na kurudi na kombe. Tunawapongeza sana mpaka kufika hatua hiyo hapo, kwa sababu si ile mama. Timu za kubwa zimeshashindwa sana kufika katika level hiyo hapo. Kwa hiyo ni jukumu la nchi kama nchi kuwapa support kubwa kabisa vijana wetu hawa miaka 17 pale wapate kushinda hiyo mechi na wapate kurudi na kombe. Na vile vile nilikuwa na ushauri mzuri tu ambao unaweza kaja kuwa na manufaa sana kama tukiufanyia kazi kwa siku za baadaye, kwa sababu nachukua mifano mingi zaidi. Senegali walipotea katika ramani ya Afrika mpaka ya dunia. Senegali ilikuwa ni timu moja ambayo yani sio timu ya kucompete na vilabu na timu zingine za mataifa mbalimbali Senegali toka zamani. Lakini wale walimpata kocha mmoja ambaye ni raia wa Ufaransa, akafikiria wakaona kwamba wasishiriki mashindano aina yote ya kimataifa kwa muda hata miaka 3, ili mradi watengeneze timu ambao watakaporudi tu watakuwa ndio wameshapata msingi yani wa timu ya taifa ya Senegali. Nakumbuka alikaa kama miaka 2 au 3 hivi. Lakini walikuwa na vijana walipomchukua yule kocha Mfaransa yule, aliweza kutembea katika nchi ya Ufaransa kwenda kuangalia. Kuna raia wengi sana wa Senegali walikuwa koko ndani ya Senegali. Alienda kuangalia vipaji halisi katika pita yake, na kuna wengine alikuwa, kwa sababu Senegali walikuwa wachezaji wao wakubwa, yani mchezaji akiperform vizuri zaidi, choice namba 1 sio kucheza pale Senegali pale, walikuwa naenda nje. Wana wengi sana walikuwa wamejazana na Ufaransa. Kwa hiyo kocha alipochaguliwa pale yule alianza kufanya scouting ya kwenda kuangalia vijana wa Senegali ambao wako nje ya Ufaransa, wako nje ya Senegali. Alienda akaangalia, akawa anafuatilia mpaka akaja kupata vijana zaidi ya 30 ambayo wako ndani ya Ufaransa kule. Wakaunda timu kule na wafanya biashara walipa support nchi yao. Walitoa mafungu ya pesa pale, timu ikaundwa huko kwa Senegali, ikaundwa kule, wakaweka kambi huko huko Ufaransa kule. Wamekaa sana Ufaransa huko. Ilipofika kombe la dunia wakarudi sasa timu. Ndio tukapata kuona majina ya kina Diouf, El Hadji Diouf, tukaona kina Papa Ndiaye, tukaona yani watu wengi zaidi tuliwaona. Kina Salif Diao tuliwaona pale. Kuna huyo Kulibali tuliwaona pale. Kina Mamadou Ndiaye tuliwaona pale. Wale wote walikuwa wamepikwa ndani ya Ufaransa, yani waliuka pamoja ndani ya Ufaransa. Na kocha alikuwa yani kakaa nao sana ndani ya Ufaransa. Kwa hiyo waliporudi katika kombe la dunia, mechi ya kwanza kabisa tuliona dunia imetikisika. Dunia ilisimama kwa muda kwa sababu alipigwa Ufaransa goli 1-0. Pigwa Ufaransa goli 1-0. Ndio hapo akaanza kuitambua tu Senegali.
Mfano mwingine huko kwa ndugu zetu wa Zambia hawa Zambia Chipolopolo hawa toka kipindi walivyopoteza wale watoa 11 wale walisheki yani walisheki sana katika masuala ya mpira. Wakakaa wakaunda timu, wakatengeneza timu. Baada ya kutengeneza timu ndani ya miaka miwili walivyorudi pale wakachukua kombe la African. Kwa hiyo si haba. Na ndio maana napenda sana kumshauri au yani napenda ni kumshauri Paul Makonda, kwa sababu naona ni waziri ambaye ameamua kujitoa ameamua kujitoa muhanga ili kuitangaza Tanzania. Kwa sababu jambo la kwanza alianza na Didier Drogba, aliingia mpaka bungeni akafungua bajeti yake pale. Hii yote ni kwamba anataka kwenda katika michezo halisi kabisa, sio mambo ya siasa. Anataka kabisa michezo iendane na michezo. Unapomleta Didier Drogba ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kashika briefcase ya bajeti yako ya Wizara ya Michezo, wewe unamaanisha kwamba kuna kitu unakihitaji kiende katika vitendo, sio kisiende katika maneno ya kisiasa. Unapomleta Rio Ferdinand katika ardhi ya Tanzania kuja kujifundisha wenyewe wamefika vipi, unaashiria kwamba kweli unataka upate mafunzo ambaye unaweza ukasambaza katika sehemu husika na watu tukapanda. Ushauri wangu mimi hapa, nilichokuwa naomba mimi hapa, wale vijana miaka 17 wale wasiparaganyike. Wale vijana miaka 17 hata kama wametoka katika vilabu si Simba na Yanga si Azam nini pale, inatakiwa pale serikali iwachukue wale vijana wale ikae nao, ikiwezekana kwa kutumia diplomasia zenu, mahusiano mazuri ya nchi baina ya nchi, mnaweza mkapeleka hata Denmark wakakaa ndani ya mwaka mmoja kule kambi kule mnaomba, kwa sababu kuna process ambayo sisi mara nyingi wote tunasaidiwa. Tunaweza tukasaidiwa katika hata masuala ya michezo, kwa sababu sio mbaya, kwa sababu nchi nyingi zaidi zinaomba misaada kupitia mpaka masuala ya michezo. Bwana, sisi tuna timu yetu ya taifa under 20 wako kama 40, tunahitaji waje kuweka camp huko kwa muda wa miaka miwili. Wale wenyeji wa ile nchi watagaramia kila kitu, na kuna baadhi ya makocha wao pale watakuwa kufunzwa ile timu ile pale, timu inajengeka pale. Uwezekano huo upo kabisa, mkubwa kabisa hapo. Na mimi najua kabisa kwa jinsi Makonda unavyotaka masuala ya michezo, hilo linawezekana. Paul Makonda, hilo linawezekana hilo. Yaani kukaa na waheshimiwa hapo, kuomba opportunities ambazo za nchi baina ya nchi, mahusiano ya nchi baina ya nchi, kwenda kuwaweka watu. Kwa sababu kuna miaka ya nyuma, kuna kipindi, kuna jamaa mmoja kutoka Mwanza alikuwa anachukua watoto ambao wenye maisha magumu ya mitaani, alikuwa amepata platform hiyo ya kuwapeleka watoto katika nchi ya Ujerumani, katika nchi nyingi zaidi. Kipindi kile alikuwa anachukua watoto wa mitaani kuwapeleka kule. Alikuwa na watoto wachache, aliamua kuja kuwachukua na baadhi ya wachezaji wa klabu ya Simba. Alikuwa kina huyu Said Ndemla, Emily Mgeta, kuna William Sekule Nteze, walikuwa wachezaji wengi sana. Akachukua na wachezaji wa Azam wadogo walikuwepo pale. Walienda kukaa ndani ya miezi mitatu ndani ya Ujerumani wakikochiwa na Joachim Low, jopo la makocha wakiongozwa na Joachim Low. Na wale makocha baada ya kuongoza wale pale, wakawatafutia mpaka baadhi ya timu kwenda kucheza, timu za madaraja ya chini. Kama sikosei, Said Ndemla alichaguliwa kwenda Galatasaray timu B, lakini kwa sababu tuko na viongozi kipindi kile, viongozi ambao bado hawajitambui utawala ule kipindi kile, waliamua kwa makusudi kuwarudisha, wakati kwamba itakiwa waache kule ili baadaye watakaposajiliwa kama kwenye timu kubwa, klabu ile itakiwa inapata hela. Kwa hiyo mimi nimetoa mfano huu hapo, siko kwa sababu ya kuzungumzia Simba, siko kuzungumzia Azam, nipo kuzungumzia timu ya taifa. Na ndio maana nakupa ushauri Mheshimiwa Paul Makonda, kama utaona unakufaa ushauri hapa, anza kwamba ipigwe kwanza marufuku wachezaji hawa wasirudi katika vilabu vyao. Hawa wachezaji hawa tunasema under 20 hao wasirudi kwenye vilabu vyao. Taifa liwakusanye vile kama wako 40 wakusanye vile 40, wapatiwe nafasi nje ya nchi kwa kutumia diplomasia ya mambo ya nchi na nchi,
tupate hata watu wakakaa hata Ujerumani hata ndani hata mwaka mmoja, wakitoka huko wakaenda hata Ufaransa hata miaka miwili, yani wakae nje, yani wakae tu nje ya nchi kwa muda hata miaka miwili mitatu hivi. Utakaporudi hapa tutakuwa na timu ya taifa ambaye imejengeka kabisa moja kwa moja, yani msingi wake umepatikana kupitia mafunzo sahihi. Tunapata shida kwa sababu kuna wengine hawajapita kwenye mafunzo sahihi hapo ya kwenye akademia, basi inakuwa ni shida. Na ndio maana taifa sasa tunakuwa hatusongi, hatuvuki. Lakini tukichukua mifano hii ya kina Senegali, tukichukua mifano ya kina Zambia, tukichukua mifano ya timu nyingi zaidi, basi kama hata Komoro, hawa Komoro hatuwawezi hata kwenye timu ya taifa safari kuna nini complete nao wao Komoro. Wanatusumbua kwa sababu gani? Wale kwa sababu koloni la Ufaransa walichofanya wenyewe, wamechukua wachezaji wa pale nyumbani pale wote akatupa Ufaransa kule. Kama anavyosema hivyo, walikuwa under 20 walitupa Ufaransa, wamefanya mazoezi Ufaransa pale. Makocha wa kule wakatafutia timu za kule Ufaransa kule. Mwisho wa siku wamepata timu za Ufaransa kule wanacheza. Wanavyorudi kwenye Komoro hapo, ni timu ambayo inatoka Ufaransa kule, na ndio maana watakuta yani ni timu kali. Kuna mwaka wamepasua mpaka Ghana hapa. Waliwazuia Ghana siingie katika AFCON. Kwa hiyo ni ushauri. Na hiyo inawezekana bila kuwatumia TFF, kwa sababu TFF kuna mapungufu mengi zaidi. Hawawezi kufanya hichi ambacho tunachofanya hichi. Kwa sababu na kama serikali ikiwaachia kama TFF au under 20 watatawanyika, kwa sababu kuna watoto wengi zaidi walienda kupata, walifika finali Brazil, wako wapi mpaka sasa? Miaka ile ya nyuma wako wapi? Kwa sababu tulikuwa na waziri wa michezo kipindi kile bado haiko strong. Lakini Makola tunakuona kabisa, yani wewe una idea ya mbali sana, yani una focus timu ya taifa ya mbali sana. Chukua hilo nalo kuambia mimi, alafu ndani ya miaka mitatu utakuja kuona matunda na utasema kuna mtu mmoja alisha kutoa ushauri wa namna hii hapa. Hawa watoto wasirudi katika vilabu vyao. Wasirudi, wachukuliwe, wapelekwe nje ya nchi. Wakakaa huko nje ya nchi, wafanye mazoezi, wafanye nini? Wao katika akademi hata ya timu huko. Waweko kule, wapate misingi sahihi kabisa na nini? Yani wapate misingi sahihi kabisa ya mpira. Hata kama timu na vile vile kama kuna uwezekano watafutiwe mpaka timu kule. Kama wakienda kusajiliwa katika timu kubwa, basi klabu ambayo ina kijana wake kule pale, klabu ndio itakayezungumza, itachukua hela kule klabu, lakini serikali bado itabaki na watu wale kwamba kuangalia hawa vijana hawa wanawafuatilia maendeleo yao. Kwanza watasoma na shule, watasoma huko. Kwa hiyo bado watakuwa wako vizuri tu, kwa sababu kuna akademi zingine zinabaki zina shule. Kwa sababu watajiuliza, huku walikuwa wanasoma huko, sasa inakuwaje masomo yao? Masomo yao wanasoma, kwani duniani kokote si watu wanasoma? Unasoma tu huko. Lakini kwa lengo kwamba tuje kuwa na timu ya taifa imara, tuje kuwa na timu ambayo sio ya kuokota, tuwe na timu ambayo ni bomba kabisa. Na sijapendezewa kwamba kuona kama kocha wa timu ya taifa kubwa Michael Gamondi kama atajumuisha sio wachezaji wa under 20 sio ndio hao. Hiyo sio sahihi. Yaani wale wasitawanyike, wawe kundi moja vile vile. Kama walivyofika finali, wawe vile vile, wasiparaganyike wakaingizwa katika timu ya wakubwa, watapotea. Tumeona kina nani au kina nani, kina Mbappe au nani, sio nani usina nini. Jioni. Huyu bwa mdogo huyu Mbappe, anamta Mbappe. Kapotea, lakini sio kama yule Mbappe ambaye tulikuwa tunamjua sisi pale. Yohana Mkomola yuko wapi? Hatumuoni. Lakini walikuwa na wenye vipaji vile pale. Kwa hiyo hawa wasiingizwe katika timu ya wakubwa, wakae vile vile wadogo vile vile, waondolewe vile vile, wapelekwe nje. Yaani serikali uwezo huo upo. Na kuomba mwana michezo namba 1, mama yangu, Mama Samia Suluhu Hassan, mama msikivu, kwa hili swala la timu ya taifa, serikali yako ina uwezo kupitia diplomasia ya nchi baina ya nchi, ina uwezo kabisa wa kuwachukua watoto wa jinsi walivyo kama 40 wakaenda kuwatupa Ujerumani kula, kakaa mwaka mmoja pale, wakaa kuna kliniki kubwa kabisa ya makocha wakubwa pale. Kwa sababu tunaomba msaada, watusaidie kututengenezea timu ya taifa. Sisi tunaomba msaada.
jamani, tunaomba msaada tena kupitia balozi hapa watawasiliana kule, kama kuna timu ya watoto 40 wanakuja huko katika nchi hiyo, tunaomba msaada, mtusaidie jambo hili na hili na hili, wapite katika misingi sahihi kabisa ya mpira, ili mradi waje kuwa manufaa kwa siku za baadaye katika timu ya taifa. Na uhakika nachokisema mimi hapa kwamba ndani kama litafanyika jambo hili hapa, kwa sababu Kenya wanafanya, Uganda wanafanya, Kenya ameshapeleka, ninavyozungumzia hapa hiyo tunasema 2027 Afcon, tutakutana na wachezaji kali zaidi ya 5 wa Kenya ambayo tayari ndani ya miaka miwili wamepelekwa nje huko waende kufundishwa masuala ya mpira underground. Miaka 17 wakifika mpaka 2027 watakuwa na miaka 18. Wana uwezo wa kucompete na mchezaji wa aina yote, kwa sababu kula anapata malisho, kula anapata misingi sahihi kabisa ya mpira. Kwa hiyo nilikuwa naomba mheshimiwa, kwa kupitia huyu waziri ambao alimchagua Paul Makonda, huyo ametuonesha kama kuna kitu anataka kukifanya katika nchi ya Tanzania. Tumpe ushirikiano, naomba serikali yako ikiwezekana kupitia diplomasia ambayo anaizungumza mimi pale, tupate hao watoto wote waende nje, wasije Tanzania hapa baada ya fainali ya kesho wakaja kutawanyika katika timu zao hizi hapa, bado itajua kuwa shida, watapotea na tutakuwa hatuna kizazi cha muendelezo. Wako wapi warithi wa kina Msuva? Huwaone kina Nixon Kibabage, huyu kacheza timu ya under 20. Walivyoondoka pale akapata nafasi kwenda El Jadid ya Morocco, yeye na Msuva pale. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kuna mabadiliko yameonekana, kwa sababu kwanza alipita katika msingi ya udogo, lakini alivyoenda kule tena El Jadid kule kakutana na watu tena katika timu ambayo academia tena kaenda kajenga. Unaona kabisa anacheza mpira katika wanje. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo kuna baadhi natoa mifano, kuna baadhi ya wachezaji ambao tunawaona kabisa watu wanatakiwa waondoke, watulizwe, wakae sehemu moja, wala sichangane na wakubwa. Hata hii swala la kocha mimi silipendi, ile swala la kocha Michael Gamondi kuwachukua si wachezaji 4 wa under 20. Mimi sikubaliana naye kabisa, wala siungi mkono. Hapo ndio unaanza kuwatawanya tena nguvu kazi inatawanywa sasa. Itatawanywa kwa sababu wakishachukuliwa pale watakuja katika timu ya taifa. Wakiingalisha kidogo pale, hivi vilabu vikubwa vitakimbilia saini yao. Mimi ninachotaka utaifa, na ndio maana niko kwenye bango la Simba, lakini nazungumzia utaifa tu. Leo sizungumzii masuala ya klabu imefanya nini. Sizungumzii si mashabiki zitu imefanya nini. Sizungumzii si ligi imekuwa hivi imekuwa vipi. Mimi nazungumzia, niko na Makonda na mheshimiwa mwenye nchi yake, kwamba ushauri wangu mimi ni huo, kwamba hawa vijana walelewe, tena wawe chini ya serikali, chini ya Ikulu, kama ilivyokuwa KK11. Kenneth Kaunda, wachezaji 11 walikuwa wanatoka moja kwa moja Ikulu, walikuwa wanalelewa na Ikulu. Hawa watu under 20 hawa kama tutachukua tukapeleka Ufaransa, tukapeleka Ujerumani, wakaenda Denmark kwenye mpira wa nguvu kule, wakakaa kule ndani ya miaka miwili tu ya mazoezi, kula lishe vizuri, masomo, pita katika misingi sahihi ya mpira pale, ndani ya miaka miwili tu. Makocha wakubwa na makocha waliofikisha hapo finali nao wakaenda huko kupata kupata masomo zaidi ya kuitengeneza timu yao hapa. Unachukua package zima, unachukua wachezaji mpaka na makocha wote wanaenda kukaa huko ndani ya miaka miwili tu. Nacho kisema mimi hapa, wakirudi wale moto wa kuotea mbali nakwambia. Wakirudi atakuwa kama Senegali. Na ndio maana Senegali msingi wao hawaupotezi. Ndio maana Senegali kila mwaka inakuwa nzuri, kwa sababu baada ya kuwa katika ule msingi ule pale hajapoteza, na ndio maana wanatawala sana Afrika mpaka duniani huko, wanatawala Senegali, kwa sababu toka ule msingi ule kina El Hadji Diouf wakatengeneza sasa vipaji vya kwa kina El Hadji Diouf. Kwa hiyo nilichokuwa naomba na ishauri serikali na kupitia waziri ambaye mwenye maono Paul Makonda, na kuaminia jeshi la mtu mmoja, na kuaminia kabisa mimi na imani kabisa na wewe kuna kitu ambacho unataka kukifanyia taifa, na sisi tunasubiri hicho kitu. Lakini mimi ushauri wangu ni huu hapa, kwamba wasitawanyike,
wakipokelewa hapa, wametoka kwenye fainali, wakipokelewa hapa, Paul Makonda, naomba hawa vijana wasitawanyike. Naomba hata mshauri mwanamichezo namba 1, ili tulichoshauri sisi wadau kwamba hii timu isitawanyike, hii timu iondoke iende nje ya nchi, wasipotelee tena hapa Tanzania hapa, waende nje ya nchi huko wakachukua mafunzo huko, na makocha wao wakachukua mafunzo huko, wakakae package nzima. Wanapotoka huko wanaporudi Tanzania hapa, tunakuwa hatuna haja ya kuajiri kocha mgeni, kwa sababu tuna kocha ambaye kapata mafunzo kule na vijana wake wapata mafunzo kule. Kwa hiyo kinachokuja kufanyika hapa ni vitendo. Hilo ndio itakuwa ukombozi wa timu ya taifa katika hii Tanzania. Na utakapofanya hivi, utakuta timu ya taifa inaungwa mkono, kwa sababu inakuwa ni timu iko huru, haina usimba na Yanga wala Wazamu. Inakuwa timu iko huru, inakuwa timu iko huru kabisa, kwa sababu mchezaji yule hata kama atapata timu nje kule, klabu ambayo inamiliki itapata hela, lakini taifa bado itanufaika kwa baadaye, lakini watoto watabakia kule. Mimi ndio ushauri huu hapo kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba tuna timu bora, tuiunge mkono wa watoto hawa na wala tusiwasambaratishe. Watakaporudi hapa, bado tutaendelea kukumbushana kwamba watakaporudi hapa wasitawanywe, watafutiwe nje ya nchi. Zanzibar wameweza, Zanzibar wameweza. Nifuatia kipindi cha nyuma, Zanzibar alikuwa na mahusiano na Ujerumani kule, timu ya taifa ilikuwa inaenda Ujerumani, wanaweka kambi karibu hata miezi 6, miezi mingapi. Zanzibar waliweza. Zanzibar, kwani sisi Tanzania bado tushindwe? Kwa hiyo ndio ushauri wangu Paul Makonda, kama utaona unaufaa, unaweza ukafikisha kwa mwenye nchi yake pale, mkalifanyia kazi ile jambo, na uhakika takuja kufika fainali kwenye African, na uhakika kabisa. Lakini sio timu ya wakubwa, sio timu ya wakubwa bado, kwa sababu kuna baadhi ya wachezaji hawajapita katika misingi salama. Lakini kwa hii timu ya under 20 hapa, kama watakaa nje ya nchi, na uhakika hata kombe la African kuna mwaka mama yetu Samia Suluhu Hassan utalinyanyua.